Taarifa za MBIU ya KTN. Viongozi wa Azimio la Umoja One Kenya eneo la Magharibi wametoa wito kwa Rais William Ruto kuondoa wandani wake wenye misimamo mikali ambao wamekuwa wakizua mazungumzo wakizuia mazungumzo ya maridhiano baina ya mirengo hiyo miwili. Akizungumza katika shule ya Munda, wadi ya Hasoko, mbunge wa Bumula amewakashifu viongozi ambao wamekuwa vizingiti kwa mazungumzo hata baada ya kinara wa Azimio Raila Odinga kukubali mazungumzo. Mbunge huyo amemrai Odinga kurejelea njia mbadala za kushinikiza serikali kusikiza matakwa ya wananchi. Mtu wa kuunganisha watu. Sio? Huyu mzee akifinya button unatetemeka mpaka kwa roho. Simuona juzi? Anasema tunataka dialogue. Wakati mzee amekubali dialogue, rais anaanza kupiga kifua. Kutusi Raila. Umeona jana akipiga kifua kutusi Raila. Na yeye ndiye amesema nataka dialogue. Raila has nothing to lose. In fact, mahali imefika mimi naambia Raila, kaa ngumu bwana. Wacha mwanaume ndiye akupatie heshima. Kaa ngumu utingize yeye sasa mpaka kwa nafsi. Kenya ni kila mtu. Na gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Barasa ametoa onyo kali dhidi ya utumizi mbaya na wizi wa dawa za hospitali za umma. Akizungumza wakati wa kuzindua rasmi shehena ya dawa na vifaa vya hospitali vya thamani ya shilingi milioni 240, Gavana Barasa amesema kwamba kila hospitali za kaunti katika kaunti zote ndogo 12 za Kakamega zitapokea dawa hizo kila baada ya miezi mitatu. Mapema mwaka huu kulishuhudiwa wizi wa dawa na vifaa vingine vya hospitali katika kaunti hiyo ya Kakamega. Isero wanapata dawa zao tosha kabisa. Makofi mazuri. Wahudumu wakifanya kazi isiwe na mengine na mazito, inahitaji wenyewe wataalamu. Fungua mwenyewe anatizama, anachukua baadhi. Afya ni kitu ambayo tumeitilia mkazo. That is my priority as one of my 6-point agenda items. Na leo tumenunua madawa ambayo imetugharimu shilingi milioni 240, both drugs, reagents and non-farms. Na kila hospitali ya level 4 itakuwa inapokea madawa minimum of 15 million. Na zile kubwa zitakuwa zinapokea madawa of almost 15 million Kenya shillings. So between 10 and 15 million we have a schedule ambayo madawa ziko hapa. Na CGH being the biggest facility we have, ambayo ni level 5, the drugs which we are releasing to CGH are worth 56 million Kenya shillings. Once we release those drugs to hospitals, we don't want those drugs to find themselves on the shelves of private clinics hapa town ama popote. Anybody found stealing drugs, ama ukienda kule CGH waambiwa kuna madawa, we want that information kuja kwa ofisi so that we take corrective action. Mtazamaji, tafakari hili. Unamtembelea nyanya yako baada ya miaka kadhaa, kisha unachokutana nacho ni mwili ambao umeoza kiasi cha kutotambulika. Mbwa na kuku waliofariki mabandani mwao kutokana na njaa. Hii ndio taswira ambayo ilishuhudiwa mtaani Landless, eneo la Thika, kaunti ya Kiambu. Mwanahabari wetu wa masuala ya upekuzi Ode Francis anasimulia jinsi ziara ya mjukuu ilivyotibua kifo cha Juza Lea Njeri miezi 9 baada ya kufariki na mwili kuoza na mifupa kupatikana chini ya mti wa mwembe katika boma lake licha ya familia kuishi eneo hilo. Tulifunga safari ya kubaini kilichojiri tarehe 2 Juni mwaka 2023 katika boma moja katika eneo la Landless, Thika, kaunti ya Kiambu, baada ya wachunguzi kutoka kitengo cha ujasusi DCI mjini Thika kugundua mifupa ya Juza anayekisiwa kufariki miezi 9 iliyopita. Tunafika eneo la Landless ambako mwili uliooza vibaya ukiwa karibu na ule wa mbwa ambaye pia alipoteza maisha katika hali isiyoeleweka. Njogu Mwiruri, mwenyekiti wa nyumba 10 katika eneo la Landless, akatupeleka eneo la tukio akisimulia masaibu ya mama Lea. They found the skeleton of a human being. Okay? They did not ascertain the
they did not identify the remains zilikuwa za nani. Along that skeleton, there was a skeleton of her dog, which had died, we believe, starvation, and chicken. All of them had decomposed and kabisa. So it looked like the death had taken a long time. Gumzo na majirani hapa ilifichua ugomvi mkubwa wa kifamilia kati ya mama na wanafamilia wake wa karibu. A retired business lady, but very reserved. Very reserved. And she didn't have much of friends. In fact, we did not know even where she went. She used to fellowship as per church. Isaac Njoroge ni askofu na jirani ambaye ameijua familia hii tangu mwaka 1974, sababu iliyowafanya wasiweze hata kuhisi harufu ya kuoza kutoka kwa mwili wa jirani yake ni magunia haya karibu na ukuta kati ya nyumba hizo mbili. Jana na vile kuna nini ya kuku inawekwa, ilikuwa imemwagwa hapa nyuma na ingine pale mbele. Hiyo herufu haingeweza tutambue herufu ya mwenda zake ama ile ya kuku, sababu ilikuwa ni herufu iko juu sana. Na ukiangalia unaona hii magunia hiyo ikiwa imetafakaa chini ni sumu mingi. Yani ni mbolea mingi ya kuku. Kwa mujibu wa uchunguzi, imechukua takriban miezi 9 kwa familia ya marehemu kugundua kuwa mama ambaye walikuwa wakimtumia pesa alikuwa amefariki kwa muda mrefu bila wao kujua. Alikuwa na kofia, hiyo mwili yake pahali alikuwa amelala, na alikuwa na kofia, na hiyo kofia ni yake. It is when the family, the youngest son said that he had been given instructions not to bother himself with her business or her life, which was a little bit strange. Hawakuwa wameonana kwa hiyo kama miaka miwili hiyo. Tulipotengamana na mmoja wa jamaa ambaye hakutaka lolote lifichuliwe, Mama Lea Njeri Githuku, mwalimu mstaafu na mwanabiashara, aliishi maisha yake bila watu wala familia yake. Sasa tunamuogeresha, anasema sisi ni wa devil worshiper. Hivyo ndivyo alikuwa anatuambia. Denda huko, mimi ni wa devil worshiper. Mimi naamini Mungu. Sasa unashindwa huyu Mungu alikuwa anaomba Mungu gani ambaye Mungu hana huruma? Skeleton tu inaangaliwa, inaonekana. So when they called, when the DCI came, they could not confirm it's her because hata nguo, hakuna nguo inaonekana. Hakuwa na wafanyakazi nyumbani kwake na alitegemea mwanawe afisa mkuu katika tasnia ya kuendesha ndege kwa maisha yake. Likiwa mtu kabisa alikuwa si anakataa kufungua gate, akiadua awe analala, anasema hapana, nataka awe anakuja siku 3 kwa siku. Huyo mama akikuja anakataa kufungua gate. Na ameandikiwa, analipwa. Na analipwa. Lakini kinachowashangaza majirani ni jinsi mwanawe alimtumia mama yake pesa kila mwezi. Aliendelea kumtumia pesa hizo bila kujua kuwa mama yake alikuwa amefariki muda mrefu. Hata kuna pesa mingi huyo mama alipatiwa na hajafanyia kazi. Alipatiwa na nani? Na huyo sani yake. Huyu hapa? Asiwa hapa wa Nairobi. Wa Nairobi mgani? Pilot, yeye ni pilot. Nairobi. Sababu inaonekana alikosa kuonekana kama Oktoba. Mjukuu anayeishi Afrika Kusini alikuwa amesafiri nyumbani kumtembelea nyanya yake alipopata dalili za ajabu za ukimya na hakuna aliyemfungulia lango kuu. Tulipotaka kuomba kuongea na familia ya karibu zaidi iliyokuwa ikiishi karibu, hatukufaulu, ingawa wakati wa mazungumzo yetu ilibainika kuwa kifo sawia na cha Lea
kilishuhudiwa kwa mwanao baada ya mkewe kuondoka kwenye ndoa. Ni wazee wangapi wengine ambao wamefariki au kuteseka kama Njeri kwa misingi ya kupuuzwa au kukosa kushughulikiwa? Well, but unfortunately, what we are doing is we are leaving either the aged behind in the villages and unnurtured by anybody. Je, ni nani anafaa kulaumiwa kwa maafa ambayo Njeri alikumbana nayo kabla ya kifo chake? Mbali na hayo, katiba ambayo ndiyo sheria kuu nchini inawalinda wazee chini ya ibara ya 57 cha nada. Katiba inaitaka serikali kuchukua hatua za kulinda haki za wazee, kuishi kwa utu na heshima na kupata usaidizi unaofaa kutoka kwa familia zao na serikali. Naam, ni kifo ambacho kufikia sasa kimeweza kuleta utatanishi sana katika eneo hili la Landless, eneo la Thika. Mama ambaye aliweza kupoteza maisha yake miezi kadhaa na kuweza kupatikana hivi majuzi. Chembe za DNA zimeweza kuchukuliwa kutoka kwa wanafamilia ili ukweli kuweza kubainishwa na kitengo cha DCI kutoka maeneo ya Landless, eneo la Thika. Mimi ni Ode Francis. Naam, bila shaka mtazamaji, ni taarifa nzito hapo. Kitendawili hicho tunasubiri kitatuliwe ama kiteguliwe na maafisa wa upelelezi au jasusi ukipenda. Na huenda kaunti za Baringo, Elgeyo Marakwet, Pokot ya Magharibi, Samburu, Laikipia na Turkana zikatoa wachezaji bora nchini katika mchezo wa ulengaji shabaha na hata mishale iwapo mchezo huo utatatuliwa ama utatiliwa maanani. Ingawa mchezo huo haujapata umaarufu nchini, vijana wengi wameanza kushiriki baada ya kuachana na wizi wa mifugo sehemu hiyo. Badala yake vijana hao wanatumia muda kucheza ulengaji shabaha na kuachana na uhalifu, hali ambayo imewapa nafasi ya kushiriki kikamilifu na kukuza mchezo huo katika maeneo hayo. Vijana wanabadilishwa katika matumizi ya ulengaji shabaha kwa uhalifu na kushiriki ulengaji shabaha kupitia mishale. Gavana wa Baringo Benjamin Cheboi ameukaribisha mchezo huo akisema unabadili tabia za vijana katika maeneo hayo yenye visa vya wizi wa mifugo. The people of Baringo County, especially those coming from the banditry zones, will get to know that they can actually use the arrows through practicing archery, so that they can actually improve their economic well-being through the sporting activity. We would also want to engage the community with trauma healing, helping them to get past the traumas they have been able to get through the situations they have had to go through. It's about mindset transformation for the sake of community development. Pastoralist communities, warriors or boys, they are very much skilled in shooting, and they can shoot a moving target. If they are able to shoot a moving target, that means with a stationary target, they can be able to do more if trained. And that's why we brought in the archery sport. So we say we shoot to win, not to kill. When people participate in a common activity, friendliness develop. Exchange of positive economic activity take place. We really welcome the sport so much, more especially as Baringo Technical College. I want to believe it is going to impact so much positively to our youth. Na mtazamaji, wakati wabunge wanapoingia bungeni, mihemko na hisia kali hutanda. Utadhani wabunge hao hutoka mirengo tofauti ya kisiasa, ni mithili ya maji na mafuta. Lakini unapotimia wakati wa kuingia uwanjani wakivalia jezi ya Bunge FC, hali hubadilika na kuwa tofauti kabisa. Timu hiyo ya soka ya Bunge FC huwajumuisha wabunge kutoka bunge la taifa na lile la Senate. Mwanahabari wetu Emmanuel Toa alijumuika na kikosi hicho na kutuandalia makala yafuatayo. Alhamisi saa 12 asubuhi. Hawa sio wanasoka wa kawaida, ni wanasiasa shupavu wa bunge. Leo hii wamekusanyika hapa katika uwanja wa michezo wa Police Sacco wakivumilia kijibaridi kikali cha alfajiri kujiandaa kwa mechi. Kila Jumanne na Alhamisi kikosi cha Bunge FC hukutana kwenye uga huu ama kwenye uwanja wa kitaifa wa Nyayo kwa mazoezi. We practice every Tuesday and every Thursday from 6 a.m. Ordinarily we practice at Nyayo Stadium, but sometimes when there's a problem with the pitch, we play here
police circle, or sometimes at other pitches. Once every week, we have a match against a visiting team. So the core number of members of parliament who practice in senators and National Assembly, I would put it at about 25. I wake up at 5:30 mostly. I get ready. By 6, I'm in the field. Since I joined parliament, I've been playing for this team. Over the years, you get better from when you began up to now. Kashko za Nyandarua ni mawaru, lakini pia futasi hatuko mbaya. Our captain is Aaron Cheriot, our deputy is Faki. When it comes to National Assembly, our captain is Otiende Amolo, our deputy is Mawade. So we are, as you can see, we are spread across all houses. Kabla ya mechi ya leo, mmoja baada ya mwingine wanapasha misuli moto kwa maandalizi ya kukabana koo na timu ya Murungaru kutoka kaunti ya Nyandarua. I play number 10. Of course, my icon is Lionel Messi. Like any fan of football, he's the greatest. He makes it look so simple that you feel like you can equally do it. Of course, when you get to the field, it's something different altogether. Now I'm a supporter of Bandari, though I don't have time to go and watch football, but I'm a keen follower. And if you go to the Premier League, I support Manchester United. Kutoka kwa mlinda lango, safu ya ulinzi, safu ya kati na wanaoendesha mashambulizi, ushirikiano unadhihirika wazi. Mipaka ya kisiasa inawekwa kando kwa muda. Na baada ya dakika 90, mechi inakamilika kwa sare ya mabao 7 kila upande. Hali hapa ni tofauti kabisa na ile inayoonekana wakiwa bungeni. Sifuna. Why unatisha nani wewe? Peleka huko. For heaven's sake, you're only 3 months old in this house. Keep your calm, learn, be a good disciplined student. How does a government that says we are short of money explain why you must create offices that we do not need? You do not need the office of the Prime Cabinet Secretary. You do not need all the 24 cabinet offices. Wakiwa bungeni wanachezea vikosi tofauti tofauti, kikosi cha Azimio la Umoja One Kenya na kikosi cha Kenya Kwanza, lakini wakiwa uwanjani kikosi ni kimoja, kikosi cha Bunge FC wakitetea bendera ya Kenya. Here in the pitch, we leave politics at the gate. We leave status at the gate. There's no Kenya Kwanza, there's no Azimio. We are all equal. And so here, we don't, and we've never been affected by politics. We will tear each other out there. We'll tear each other with Aaron Cheriot, as we used to appear in those shows, thoroughly. But here in the pitch, we are okay, we are colleagues. We'll just play football. My co-captain is Otiende Amolo. And Azimio died in the wool fellow, deep inside. And I am Kenya Kwanza and Kenya Kwanza is me. But on the field, we sweat it out together. We fight for each other like brothers. We travel, we enjoy ourselves. Even on the days that there are mandamanos on a Thursday, we come here, we play our game, then people go for their mandamanos and they will go for the other plans that they have or whatever it is. Na mawaidha yao kwa Kenya. After devolution, in fact, there is no tribe that cannot be found in whichever part of the country. So anybody that still holds very difficult or different views about other people because of their tribe, because of their political association, you are letting us down as a country. Live together, love one another, appreciate that we live in the greatest country in the world. Mazoezi haya pia yanakuja na manufaa mengi ya kiafya. This is where we release our stress here. Yeah, you forget politics for once and you enjoy the 90 minutes. Yeah. And again, if you see members of parliament outside there, very strong and aggressive, they are moving from one function to another. And you are wondering, what are they taking? They are not taking anything. They are just doing good exercise. It's my way of managing my weight. Otherwise, when I don't play for a month or two, I'll look so big. It's not politics all the time. You also need to, to at least do some sporting activity. I also do run. I usually do 100 meters. I do 4x1. So I am the Omanyara around here. And it actually helps us keeping fit and also, but more importantly, as I said, is to have that physical fitness. Ball inasaidia sana
kwa vijana. Vijana wakicheza sport mara mengi wajihusishe na haya mambo mabaya ama mambo maovu kama mihadarati, wizi na mambo kama hayo. Ila kwa makocha wa timu hii wakiongozwa na George Sunguti ambaye ni mchezaji wa zamani wa Harambee Stars, kazi ya kufunza wabunge hao huwa na changamoto kidogo. As you could see, we had a lot of waheshimiwa, and making that decision of who to start and who not to start, again, it's a challenge, yes, but like I told you, it's about having people who understand you. We've worked for so long. You could see today like Senator Faki didn't play, and he's a good player. You understand? He's come all the way from coast. He's not played. He just landed today morning. Timu hii ya Kenya itakuwa inachuana na timu zingine za mabunge ya Afrika Mashariki mjini Kigali, Rwanda, Disemba mwaka huu, huku wakiahidi kuendelea kunoa makali. And as you know, one of our key players is now a CS, Bwana Kipchumba Murkomen. He was our main striker, and replacing him has been a challenge because he was the goal scorer. Right now we lack the out-and-out goal scorer, and him coming to training has been a challenge because I think this year he has done like two trainings alone. So I think that is one of the challenges. Emmanuel To, KTN News, Nairobi. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya bunge sina la ziada. Nakushukuru sana kwa kuungana nasi kwa taarifa za MBIU ya KTN. Taarifa zaidi ni mwendo wa saa 1. Lakini naona wanazilizala viwanjani wanajiandaa, watakuwa hapa katika muda usio kwa mrefu, na kisha Zubeda Kanano utakuwa vile studioni mwendo wa saa 12 na jukwaa la KTN. Mimi ni Mary Atweli, endelea kutazama runinga ya KTN.